Zaburi ya 145 fungu la 18 na 19 anasema, Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Leo ni siku ya wokovu kwa wale wanaomcha Bwana. Leo ni siku ya Mungu kusikia, kwa maana tutamuita. Na anasema wale wanaomwita kwa uaminifu atawafanyia matakwa yao. Ni leo. Fungua moyo wako, zungumza na yeye kwa dakika hii moja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika saa hii ya jioni tunakuja mbele zako tena watoto wako, ikiwa ni siku maalumu ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuzungumza na wewe kwa njia ya maombi. Tunajiweka wakfu mbele zako sasa, kwamba kila aliyefika mahali hapa, hata yule ambaye yuko mbali, lakini tunaomba kwa ajili yake, Baba utukubali kwa jina la Yesu. Tupokee kama tulivyo, tusikilize watoto wako, na maombi tutakayoyaleta siku ya leo yapate kibali katika macho yako. Wapokee wazee, wapokee wakina mama, wapokee vijana kwa mabinti, wapokee watoto, hata wageni ukawapokee. Mungu wetu, siku ya leo iwe ni siku ya muujiza usio wa kawaida, kwa jina la Yesu, amen. Tukae. Marko sura ya 10 fungu la 46. Kuna kisa kizuri sana cha zamani ambacho kimesomwa mara nyingi, na leo kwa sababu tunakwenda kwa huduma ya maombi na maombezi, Roho ananiambia tusome mahali hapa tena, na Mungu anao ujumbe kwa ajili yetu. Marko sura ya 10 fungu la 46, Biblia inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama, akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Haleluya, haleluya. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Fungu la 51, Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Somo la leo linasema, wataka nikufanyie nini? Umejinyima, umefunga, umekuja kwa maombi leo. Yesu anauliza, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona.
msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Damu ya Yesu ya thamani, uniokoa makosani, uniendesha wokovuni, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, nasema na asifiwe, na asifiwe Yesu, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Yehova Baba yetu Mungu Mwenyezi, saa imefika tena watoto wako walisikie neno lako. Nitumie tena leo kuliko siku zote, kwa ajili ya ufunguo wa mioyo ya watoto wako, ili wawe tayari kusema na wewe kwa njia ya maombi. Na tutakapoomba leo, wewe ukatutendee miujiza, kwa jina la Yesu, amen. Hapa mbele kuna sanduku la sadaka pia. Hakuna ibada isiyo na sadaka. Katika Biblia ukisoma vizuri utagundua ibada, yani maombi na sadaka ni mapacha, huwa haviachani. Kuna mtu anaitwa Kornelio, alikuwa wala si Mkristo, lakini alitoa sadaka na kufanya maombi kwa Mungu, mpaka ikafika mahala Mungu akamtumia mjumbe. Yule mjumbe anasema, sala zako na sadaka zako. Kumbe maisha ya utimilifu wa Mkristo ni sala zako, alafu na sadaka zako. Zimefika wapi? Tunapokwenda kuomba, usisahau kuweka sadaka yako. Unataka nikufanyie nini? Yesu kwa sababu ya ushawishi wake aliokuwa nao na mvuto, kila mahali alipokwenda watu wengi sana walimfuata. Na kumfuata huku sio kwa sababu kila mtu aliyemfuata alijua kwa hakika Yesu ni nani. Wengine walimfuata Yesu kwa sababu mbalimbali. Yesu siku hii Biblia inasema anatoka Yeriko. Kisa hakielezei namna alivyoingia Yeriko. Kinaeleza namna anavyotoka Yeriko. Uwe makini pale ambapo Yesu anataka kutoka mahali. Maana saa ya kuingia unaweza usijue, lakini saa ya kutoka, be careful.
Si hata mnakumbuka Mwanzo sura ya 18, 19, if I'm not mistaken, Mungu alimtembelea Ibrahimu akiwa katika vazi la malaika. Biblia inasema walikuwa wajumbe watatu, akaingia kwa Ibrahimu pale. Ibrahimu alikuwa na mkewe Sara. Akamwambia Sara aandae chakula. Nilikuwa nawaambia vijana hapo, unapotaka baraka, kuna kitu kinaitwa the theology of the table. Hakikisha meza ya chakula imekaa sawa. Haleluya. Akina mama haleluya. Msitutie majaribuni wachungaji. Yaani unaniita nyumbani, ni kweli natapaswa nikuombee baraka, lakini mtu wa Mungu, ndio sasa tembele limekatwa na panga linachomoka namna hii. Hapana. Akaandaa vizuri. Yaani wale ambao wanasema eti ukila nyama hauendi mbinguni, sikiliza hii. Mungu akiwa kwa Ibrahimu, Sara akaandaa. Haleluya. Jamani, aliandaa matembele. Akaweka kitu pale. Mungu kwenye vazi la malaika akagonga supu. Haleluya. Baada ya kuwa amepiga Mungu ile saa ya kutoka, anataka aondoke, Ibrahimu akamsindikiza. Alipokuwa anamsindikiza, ndipo Mungu akasema, kwa supu hili nimfiche siri huyu mjoli. Akasema, hapana rafiki Ibrahimu, ninaenda Sodoma kuangamiza. Wasomi wa Biblia wanasema kilichompelekea Mungu kusema siri, the table. Haleluya. Yaani alikapiga vitu pale, halafu akasema, kwa supu hili haiwezekani my friend, kwa vile umenikarimu, nataka nikwambie ninakwenda. Siri ikatoka kwa sababu meza ilikuwa sawa. Pastor, unasema kitu gani? Hujanielewa. Isaka amezeeka, anataka kumbariki mwanae Esau. Ni haki yake mtoto wa kiume abarikiwe, maana ni wa kwanza. Lakini sikiliza mzee Isaka anachosema, nenda porini. Haleluya. Hivi nyewe mnasomaga wapi? Nenda porini, kaandae mnyama, tengeneza madikodiko vile ninavyopendaga. Haleluya. Ukimaliza nile nishibe, ndio nikubariki. Kwa hiyo msicheze na meza. Ita watumishi pale wapige vitu mpaka waseme, yani kabla hujaanza kusema tu mniombe, unasikia tu wakisha shiba wamepiga juice, unasikia tu wenyewe wachungaji wanaanza, mtumishi kuna neno la kuombea hapa. Ujue haleluya. Ubaya wangu ndio huo. Mimi nimeumbwa kusema ukweli sana. Kuna saa mnatuonea sana kwamba hawa ni watu wa Mungu, kazi yao ni kubariki tu. Hamna. Weka vizuri mambo ili baraka isitoke na kinyongo. Baraka inaweza ikatoka lakini ikawa na makwaruzo. Haleluya. Haleluya. Yes. Saa ya kutoka, Yesu anatoka Yeriko. It is time. Waadventista tunajua kwamba Yesu yuko mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa Baba, anakaribia kutoka kuja kutuchukua. Lakini the church is asleep, tumelala. No one is busy. Hakuna ambaye anawaza, anajiuliza Yesu anakuja, tujiandae. That stories, they are not there in the church. Kanisani leo watu wanazungumza tu vitu vya ajabu. Kitenge kipya jamani. Mke wa fulana ameachika. Huyu kazaa watoto 5 jamani, anajaza dunia. Hayo ndo ma story. Lakini story ukikuta washiriki wako busy, wanasema jamani Yesu anakuja, tujiandae. Hiyo story hakuna. Be careful ile saa ya kutoka. Yesu alipokuwa anatoka, Biblia inasema anatoka na msafara with a great multitude, na msafara mkubwa. Wanafunzi, Wayahudi, Wayunani, kila mmoja anatembea, wako kwenye msafara, wanatembea na Yesu. Lakini kwenye msafara mle, kila mmoja alikuwa na mpango wake.
Wako watu walikuwa ni wagonjwa kwa sababu wamesikia kwamba Yesu ni hatari. Anaweza akakutazama namna hii, akiona unaumwa akauambia tu ugonjwa wako haleluya, ugonjwa amina. Wagonjwa wote walikuwa kwenye msafara, wana maombi ya mnyororo, Yesu nione mimi, Yesu nione mimi. Wako kwenye msafara, lakini kulikuwa na watu kwenye msafara mle walikuwa wenye njaa, na wenyewe wamesikia kwamba Yesu ni hatari. Akigundua mkutano na njaa, anaweza kuyaangalia mawe. Yani imagine akifika Mwanza, Kitangili yote, akaangalia mpaka Mabatini, halafu anasema na iwe mikate. Haleluya. Kwa hiyo wenye njaa nao walikuwa kwenye msafara wa Yesu, wakiwa na maombi ya mnyororo, wakiona mawe wanamwambia Yesu, ona Baba, ona, ili ayabadilishe yawe mkate. Hao nao walikuwa pale kwenye mkutano. Niseme nisiseme, kwenye mkutano palikuwa na wanasiasa pia, maana na wenyewe wamesikia kwamba muda si mrefu Yesu atatawazwa kuwa mfalme wa Israeli. Hao wanasiasa nao walikuwepo. Tena nadhani hawa walikuwa mkimbele mbele. Ili upewe cheo lazima uwe chawa. Walikuwa mbele mbele. Ninapiga picha, ninamuona Yuda kamaliza chuo kikuu, kamaliza, amesoma accountant. Haleluya. Mtu wa mahesabu, sijui ni yeye au wapi, amesoma. Anafika pale anaeleza watu, jamani mimi nimesoma, mimi ndio nitakuwa mhasibu kwenye utawala wa Yesu, mimi ndio waziri wa fedha. Wakasema amina. Ndio namuona mzee Petro naye anasema, sikilizeni vijana, akitoka Yesu ni mimi. Watu swali, nani kati yenu alishawahi angalau kutembea juu ya maji? Watu ni wewe. Kasema sasa akitoka Yesu mimi ndio waziri mkuu, au mnasemaje? Haleluya. Hao nao walikuwa kwenye msafara wanatembea na Yesu. Sikiliza, leo umekuja hapa Mwenge kwenye ibada ya kuzungumza na Mungu. Je, ajenda yako ya kuja hapa ni nini? Je, umekuja tu kwa vile unaumwa? Umekuja tu kwa vile una njaa? Umekuja tu au kwa sababu wewe ni kiongozi wa kanisa? What is your agenda of you being here? Unaweza ukaa kwenye msafara wa Yesu lakini hauna agenda na Yesu. Wako watu wanahitaji maombi ya uponyaji, wapone miili yao, halafu waendelee na maisha yao, halafu Yesu hawamtaki. Let me tell you, Yesu yuko hapa kuponya wale tu wanaomhitaji. Haleluya. Hata kuna saa mtu anakuja kanisani sema, sasa nisipoenda kule kanisani mimi ndio mzee wa zamu. Yaani kama asingekuwa mzee wa zamu manake hasingekuja. Mbona unaenda kanisani? Acha kabisa, leo kuna maombi, huenda mgongo wangu leo utapona. Kwa hiyo umekuja kanisani vile ni mgongo ndio umekuleta. Kama mgongo usingekuwa na umwa usingekuja wapi? Mwingine amekuja kanisani maana ana madeni mengi sana. Kwa hiyo amekuja hapa ili aombe Mungu amsaidie namna ya kulipa madeni. Madeni yakiisha anaendelea kwa mtu wa kawaida. No way, that is not the gospel. Yesu alipofanya miujiza, aliwatendea miujiza wale tu ambao alikuwa bado na kazi nao. Kabla tujenda kuomba, muulize na jiulize moyoni, je, ninayo agenda leo ya kusema na Mungu? Je, bado kuna kazi ambayo Mungu anataka niifanye? Biblia inasema mkutano mzima, yani kisa hiki hakizungumzii mambo kwenye mkutano, kinazungumzia mambo nje ya mkutano.
come on now. Yani kisa hakijawa branded kwenye multitude. Kisa kinazungumza juu ya mtu aliyoko nje ya mkutano. Wakati mwingine wapendwa, niwaambie, mambo mema yanaweza yasipatikane kwenye mkutano, yakapatikana nje ya mkutano. Ngoja nisogee karibu. Mambo mema yanaweza yasipatikane kanisani, halafu mtu mmoja mchawi, mzinzi, mahali fulani kule nje akawa ana mema zaidi kuliko mtu aliyoko hapa ndani ya kanisa. Kwenye msafara, mkate, ugonjwa, watu wanaongea tu, Yesu ni noma, Yesu ni noma. Yaani kuna watu wanamuelewa Yesu vibaya, kwamba Yesu ni noma, anaweza, lakini kutembea naye Yesu hawataki.